Safi. Natarajia nyinyi na familia zenu mko salama. Tuko sawa kabisa. Mume wangu ametuma salamu na pongezi kwetu sisi sote. Tunazipokea na asanteni kwa kuja leo. Zainabu na Amina hawataweza kuwa nasi hivi leo. Wameomba msamaha. Wameturuhusu tuendelee na mkutano wetu wa leo. Sawa. Vyema, hivi leo tumekutana kujadili biashara zetu zinazokwenda. Halima, biashara iko vipi? Biashara safi. Ila tu tunahitaji vifaranga wengine. Ningependa kukopa pesa kutoka kwa kikundi. Itawezekana kweli? Sawa. Hiyo itawezekana. Kwani hujachukua pesa kutoka kwa kikundi bado? Mume wako anaipenda biashara hii? Kuipenda? Yeye ndiye amenituma hapa, basi na pendekezo hilo. Kuku wa Saso ni watamu sana, yeye huniambia. Ni furaha yetu kuona mume wetu akituhimiza kwenye biashara hii. Unajua ulaji wa nyama ya kuku na mayai huwasaidia watoto wetu wakue vizuri wakiwa na nguvu na afya. Ushasema. Tunashukuru sana sisi. Wewe je, Busara? Pia sisi biashara yetu inashamiri, lakini Busara, nini mbaya? Watoto wangu waliugua tumbo wiki iliyopita. Ilinihuzunisha sana. Jamani, poleni sana. Wanapata nafuu lakini? Ndiyo, hata hivyo leo wako shule, lakini hawakuweza kwenda wiki iliyopita. Uzuri ni tuliweza kuwapeleka hospitali na wakapata matibabu. Poleni sana. Lakini ni vizuri kusikia kuwa wako sawa sasa. Mnajua ni nini kilisababisha? Ndiyo, wanapenda sana kutusaidia na kuku, lakini hawakumbuki kunawa mikono. Ni vizuri kujua chanzo cha ugonjwa, wajua. Ungependa usaidizi wowote hivi ama? Ndiyo, ninaelewa ya kuwa kunawa mikono na kudumisha usafi wa mazingira huilinda familia yangu dhidi ya vimelea vinavyosababisha magonjwa. Lakini ni nini sifanye vizuri? Tutakutembelea leo jioni, tutatue hii shida vizuri. Sawa? Sawa, asanteni. Tukumbushe familia zetu kunawa mikono nyakati hizi 5. 1, baada ya kwenda msalani. 2, baada ya kuwatawaza watoto. 3, kabla ya kuandaa chakula. 4, kabla ya kula au kuilisha familia yako ikijumuisha watoto. Na 5 na ya mwisho, baada ya kushika mifugo au kinyesi cha mifugo. Sawa? Sawa, ni kweli. Saso Saso, kuza kipato cha familia kwa Saso halisi.